Historia ya Misri ya kale na Firauni. Bismillahirrahmanirrahim. Misri ni nchi moja ya kale sana duniani, iliyokuwa na ustaarabu mkubwa kabla hata ya kuibuka kwa mataifa mengi tunayoyajua leo. Watu wa Misri walijulikana kwa ujuzi wao mkubwa wa ujenzi, hesabu, tiba na nyota. Walijenga majengo makubwa yaliyojulikana kama piramidi, ambayo hadi leo bado yanashangaza dunia. Ustaarabu wa Misri ulianza karibu miaka 5000 kabla ya Kristo BC. Mto Nile ulikuwa moyo wa maisha yao. Kila mwaka maji yake yalifurika na kuleta rutuba, hivyo watu waliweza kulima na kupata chakula kingi. Kwa hiyo Misri ikawa nchi tajiri yenye watu waliopanga vizuri maisha yao. Watu wa Misri waliamini kwamba mfalme wao aitwaye Firauni alikuwa kama Mungu. Walimtii kupita kiasi, wakiamini maneno yake ni amri ya mbinguni. Firauni alikuwa na nguvu kubwa sana na alikuwa akiishi katika majumba makubwa yenye mali nyingi. Lakini wengi wao walijawa na kiburi, wakajiona bora kuliko watu wote. Piramidi kubwa za Giza ni mojawapo ya maajabu makubwa ya dunia ya kale. Zilijengwa kwa mawe mazito sana yaliyopangwa kwa ustadi usioelezeka hadi leo. Kila piramidi ilikuwa ni kaburi la kifahari la Firauni ili kuonesha utukufu wake hata baada ya kufa. Kando ya piramidi walijenga sanamu kubwa za wanyama na watu, wakizitumia katika ibada zao za kipagani. Kadri miaka ilivyoenda, Firauni na watawala wake walianza kuwatesa watu. Waliwatumia kwa kazi ngumu, wakawanyima uhuru na kuwadhulumu masikini. Miongoni mwa walioteseka sana ni wana wa Israeli, kizazi cha Nabii Yakub alayhi salam, ambao waliishi Misri kama watumwa. Ndipo Mwenyezi Mungu akamtuma Musa alayhi salam kwenda kwa Firauni, amuonyeshe njia ya haki na amwambie amwachie watu wa Mungu. Lakini Firauni alijivuna, akasema kwa kiburi, "Mimi ndiye Mungu wenu mkuu." Mwenyezi Mungu akamletea Musa miujiza mingi: fimbo iliyogeuka nyoka, mkono uliomeremeta na majanga makubwa juu ya Misri. Lakini bado Firauni alikataa hadi alipofikia mwisho wake. Alipojaribu kuwafuata wana wa Israeli katika bahari, maji yakamfunika. Ndipo alipoamini, lakini imani yake haikumfaa tena. Kisa cha Firauni na historia ya Misri ya kale kinatufundisha mambo makubwa. Kiburi na ujeuri havina mwisho mwema. Ufalme na utajiri havina maana kama hakuna haki na uadilifu. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu zote, hata mataifa makubwa hawana nguvu mbele yake. Misri leo imebaki kuwa alama ya historia ya kale na kumbukumbu ya nguvu za Mwenyezi Mungu. Mabaki ya piramidi bado yanasimama kama ushahidi wa ustaarabu uliopita, lakini funzo kuu limebaki: hakuna Mungu ila Mwenyezi Mungu, na kila mwenye kiburi ataangamia kama Firauni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.